Endelee. Inua macho yako, utazame pande zote. Wote wanakusanya, wanakujia wewe. Wote. Ndio kusema baraka yote, vitu vizuri yote inakuchana, inakuja. Utakaza, you never force it. Listen, kabla tuendelea kusoma Biblia, nataka kuonesha ishara kubwa ya kukuonesha wewe mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, ete umekosa utukufu wakati unakaza vitu vizuri na watu wazuri wakuje kwako. When you say single lady, anaanza kukaza wanaume wampende, wamoowe. She like glory. Amekosa utukufu. When unakaza pesa, unatafuta pesa na mchana na tosh, unakaza pesa, utukufu imeshaondoka. Soma, sikia. Inua macho yako, utazame pande zote. Pande zote. Wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Haiko wewe unaokaza, wote wanakusanyana, wanakukujia wewe. Waendelee. Wana wako watakuja kutoka mbali. Hata in church, watoto wa Mungu watakuja kutoka mbali. Wengine wataanza kutoka Nairobi. Jumamosi wanalala kwa guest house, asubuhi Jumapili wanakuja kuomba. I tell you, this small town karibu hapa, watu watakuja Jesus. Because of what? Because of glory. Lift up. Continue. Na binti zako watabebwa nyumbani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Na moyo wako utatetemeka na kujuka. Kwa kuwa utajiri ya bahari utageuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakuwasilia. Hamuyachoka kusabiaka kila siku Kenya shilling. Hapa because of glory, utajiri wa mataifa. Dollar, pounds, euro, rand, naira mtaanza kuipokea. Kwa sababu gani? Utukufu. Wanasema utajiri wa mataifa. Haiko ya taifa. Ya taifa ni Kenya shilling. Utajiri wa mataifa. Haleluya. Verse 11. Sike. Niko hapo tunasoma maandiko, onesha wewe unatakia utukufu. Wakati utukufu wa Mungu unakuja juu yako, utakaza. You see my wife, blessed Queen Deborah Wanjiku. Ondimo. Zimetoka mataifa ya wazungu, ya watu mweusi. Sikuona wanawake huko mingi, lakini angalia utukufu ilikuwa juu yake, ndio ikanileta Kenya, Nairobi, nifanya harusi naye ya utukufu. Amen. Wakati unaona sija hata kucheka, cheka kabisa. Wewe ndio unajifanya unajipenda, unaanza kutongoza wanaume kwa Facebook, mtandao. You are handsome. You are smart. Ndio kusema umekosa utukufu. Unaanza kutumia the red heart. Unaitwa ka red heart. Unamflash. Hakuna utukufu. Unakumbuka basi Yesu alizaliwa. Basi ya wanyama. Because utukufu ilikuwa juu, ikavuta watu. Hallelujah. Amen. I tell you, very soon the single lady of the church, Mungu atatuma wabwana kutoka South Africa. Amen. Wazungu kutoka Italy, kutoka Canada, na wengine ya hapa kutoka Nairobi. Tulia tu kuwepo Mungu. Amen. Sikia sauti ya Mungu. In Jesus' name. Verse 11. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Haitafunga mchana au usiku. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa
Fanya nini? Listen, nataka kuongea kabla hatuingia deep. Kuna vitu tunapaswa kubali. Amen. Kuna vitu tunapaswa kupokea kupitia kazi. Na kuna vitu utoshi jasho watu wanakuletea. Sisi ni waapostoli. Mimi shikona wakati wa apostoli walibai nyumba au shamba. Ukasoma kitabu ya Acts of Apostles, watu walikuwa na wakaburia. Haleluya. Kwa taifa mimi tuko na manyumba hatukubali. Magari hatukubali. Mimi siwezi kubali gari. Sikari yangu iko kwa mikono ya watu. Haleluya. Nasema kweli. Hata hapa. Kwenu hapa. Kuna mtu uko na gari hata 5 jeep inachelewa kuparking. Ajue isha pata vumbi. Wakati utukufu wa Mungu unakuja kwa juu ya unapata kibali ya kupokea gari bila kubali. Acha nikuoneshe. Je, Mungu anajua jina lako? Anajua namba ya simu yako? Anajua address pasi unaishi? Mungu yuko atende my friend. You know, God is not complicated God. It's you who is complicated. Ni moyoni wako ndio iko complicated. Mungu akasema, tenda hivi, fanya hivi. Unaanza kufikiri, itaanjaje? Mungu yeye anajua. That's why una delay divine intervention. Ukati Mungu atakufanya. Amen. Mungu kuna uwezo ya kucommunicate ku heart of great man or great woman. Jina lako na namba ya simu yako. Unala asubuhi unasimama, simu inalia. Unaona kode haiko ya Kenya ya mataifa. Jina lako nani? Mary nani? Na Mutos. Okay. Shika hii code. Wende kuwasa in Western Union. Unapokea pesa yenyewe uyasabia kama maisha. Amen. Anasema utajiri wafalme na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Hallelujah. Thank you, woman of God. Thank you. Hallelujah. Tusome Hagai chapter 2 verse 9. Hagai chapter 2 verse 9. Ujumbe ni nini? Utukufu ya nyumba hii itakuwa kubwa kuliko ya nyumba ya kwanza. Amen. Kila mtu iko na mwanzo na iko na mwisho. Amen. Maisha yako ilianza na ndiko maisha yako ya mwisho itakuwa kubwa kuliko mwanzo. Amen. Watu apostoli watu hawasema amen. Unafikiri ndio kusema wakati neno inatoka unasema amen, Mungu anatimiza. Amen. Thank you. Hagai chapter 2 verse 9. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Na hapa maliza. Asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani. Asema Bwana wa majeshi. Pigia Yesu makofi. Utukufu ya nyumba hii itakuwa kubwa kuliko ya mwanzo. Amen. Na hapa ndio Mungu ataleta amani. Amen. Bwana amesema hivi. Amen. Sasa mtu mwingine anajiuliza sasa wanaongea juu ya nyumba. Mimi nalifikiwa angeongea juu ya mimi. Wewe si uko nyumba. Wewe ni nyumba. Amen. Kuna some aspect of house. Kuna hatua mbalimbali ya nyumba. Number 1, nyumba ni mwili wako. Oh yes. Vile umeketi pale, wewe ni nyumba ya Bwana. Amen. Bwana anaishi wapi? Si ndani yako. Amen. Wewe ni nyumba. Aspect ya kwanza ya nyumba ni body. Number 2, nyumba aspect number 2 is family or marriage. Amen. Amen. Si ni nyumba? Wewe unaishi kwa hewa au kwa nyumba? Ni nyumba. Aspect number 3, church. Kanisa yetu hapa
ni nyumba ya Mungu. Amen. Aspect number 4. You business. Business unafanya nje au business unaifanya kunyumba? Si nyumba. And the last aspect of house is the country. Like Kenya. Amen. Taifa. Si nyumba. Hallelujah. Amen. Listen. Nataka kuonesha briefly nini inafanya kupoteza utukufu. There is something that make you lose glory. Ukaachana na hii vitu, my friend, utukufu itakuja juu yako. Amen. Kitu ya kwanza inafanya watu wapoteza utukufu ni dhambi. Sema dhambi. Dhambi. My friend, my sister, when you are tolerate sin, it is the sign show us that you already lose glory. Wakati una tolerate, unavumilia maisha ya dhambi. Romans chapter 3 verse 23. Soma. Kitu ya kwanza enye inafanya watu wapoteze utukufu ni dhambi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Pigia Yesu makofi. Wote wamefanya dhambi na kupungukia na utukufu wa Mungu. Dhambi. Nataka kukusaidia kutoka kwa Bwana, huruma ya Bwana. Dhambi enye inafanya watu wapoteze utukufu zaidi ni dhambi ya siri. Sema dhambi ya siri. Dhambi ya siri. Bwana haongei. Dhambi ya siri. Dhambi ya siri ni nini? Vile unaishi area yako, unaenda mbali, unatenda, unarudi kunyumba, hata mume wako hajui, mke wako hajui, watoto hawajui, washirika wa kanisa hawajui, hata mchungaji hajui. Lakini Jesus Christ, ukiingia ibada, angalia vile unaingia na utakatifu wa nje. Njoo onyesha watu mimi ni mtakatifu. Utaketi unasoma Biblia na utakatifu ya nje. Amesema pesa. Unaabudu na utakatifu. Watu wanashaka. Ule dada ni mtakatifu kabisa. Hallelujah. Amen. Achana na dhambi ya siri. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There is even my brother here. Niko na mke wake. Thank you, Holy Spirit. Unajua Kenya, hallelujah. Amen. Wamke wa ndoa wamekataa kufariki. Amen. Kama hujui. Yes. Kenya, wamke wamekataa kufariki. Unauliza kwa sababu gani? Ukoa Mkenya amebaki mwaminifu kidogo. Lakini mume nje. Zinasema kweli. Wakati mke atatambua yeye amebaki mwaminifu na mume nje. Neno la Mungu linasema mwenye anatenda dhambi ndio atakufa. Amen. That's why tunaona mume anaenda nje na wanawake wengine hata anapata ukimwi. Akakuja kuambatana na mke hata ambukiza ukimwi. Amen. Mume anakufa. That's why, my friend, if you are married man, return back your faithfulness to your wife. Hallelujah. Amen. Mungu anasema because mwenye amekosa mwaminifu ndio atapatikana. Amen. You are a single lady, unaishi kwa wazazi wako.
Achana na dhambi ya siri. Nilisoma kwa Biblia yangu hapa. Acha nionyeshe wadada. Biblia inasema, Mungu anasema, msichana wote mwenye anaishi kwa wazazi wake akatoka nje akazini akarudi kunyumba ya baba yake na mama yake atafariki. Mungu ndiye alisema. Na alikuwa Tanzania. Mama Ashida Tate jina lake alinipokea Tanzania Dar es Salaam. Alikuwa na babiti wangapi? Pamela na mwingine. Pamela 14 years. Dada yake 18 years. Hayajua wabwana. Angalia Pamela. Very fine. Mama yake anasema, Apostle, Angelani wanachukia itu wangu nje because she's beautiful. Kila siku unaona ule kama anarudi kusini, anakuja anatukuta na mama yake kusini ngine, anakuja kumkisi. No. Why not to go to visit auntie? Kumbe anatoka huko. Nikasikia hasira ya rohoni. I said, come here. Let us pray. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, roho ya kweli uwe katikati yetu. Nikamuuliza, sema kweli, unatoka kwa wapi? Akasema kweli. Anasema kuna warafiki wangu wa shule wa colleague, after shule wakanipeleka kwa kaka yao, wakaniwekea Coca-Cola, nikakunywa, nikajikuta nimelala pale. Toka pale ndio kila siku naendaka huko kulala pale. Lakini mama yake anasema, wajirani wanamsikia ni wivu. If you listen my dear sister, young sister, kama uniishi kwa wazazi wako, kataa kuzini, kusiri. Amen? Amen. Bwana mmenyamaza sana hivi. Si Mungu amenituma juu yako. Amen. Mungu anajua yenyewe iko nakuja mbele hapo. Oh yes. Kuna hatari, kuna shida iko na. Amen. Thank you Holy Spirit. Listen my young sister. Mungu yuko anaongea anasema hivi. Hapana kujali vile tu baboi. Kwa vijana wanakuwa appreciate you are beautiful. Uko mrembo unapendeza. Siku ataweka kitu tumboni. Yesu atakujinai. Siku atakuambukiza magonjwa. Ye amezoea magonjwa. Ataachana na wewe. When you are still young sister, kuyazaa, hapana kusubutu kuzaa bila ndoa. Amen. Watu hawasikii. Kama huyazaa, hapana kusubutu kuzaa bila ndoa. Amen. Yesu Kristo. Ukazaa mara ya kwanza bila ndoa, utasumbuka sana. Kisha utashika ka decision. Kama utaona enye kwangu, kisha mimba ya kwanza, the same strategy ibilisi atakuja. Utaona kijana kingine kanywele saa kandeke hivi, anakuja anatembea, anakuongelesha. Mimi sitaki. Wanaume ni watu wa uongo. Mwingine alinidisi. Utasema mimi shingone alikudisi. So me, I'm a gentleman. Amen. Ukazaa ya pili, maisha inaangamiza forever. Amen. Na atakubali kuko na watoto wawili, ila mtoto na baba yake. Mungu anaongea na msichana mmoja hapa. Apostle. Because Mungu anampenda sana. Mungu anaona yenyewe itakuja baadaye. Thank you Holy Spirit. Kitu ya kwanza nini? Dhambi ya siri inapoteza utukufu. If you are married woman, hallelujah. Amen. Kama ukumbuka wa ndoa. Thank you Holy Spirit. Any man mwenye anakutongoza, kama uko mke wa ndoa,
Kila mwanaume mwenye anakutongoza ni adui wa ndoa yako na maisha yako. Amen. Hawa watu mbona msema amen? Amen. Kama kumbuke wani? Ndoa. Mwanaume wote anakutongoza ni adui ya ndoa yako na maisha yako. Amen. I thank you, Holy Spirit. Unajua kuna mama mwingine ananisikia asubuhi ya leo. Wakati niko naongea niko nasikia. Ameisha kubali ready mtu anamtongoza. Haiko hata na namba yake. Kama wiko na mume wake, simu ikalia, angalia vile anafanya. Akaona hii namba ya yule bwana imeingia. Ala, network, acha nitoke nje network. Mungu anakupenda sana mama. Unajua nini ifanikiwe? Kama haiko hiyo ujumbe, hii haiko mafundisho, ni ujumbe. Is a message. Kama haiko hii message, Mungu amenituma kwa kanisa hili. Amen. Wangekushika na wale bwana. Family yote juu mbili ingijua. Amen. Na ingikuwa skandal kubwa hapa. Ingipita mpaka ku police. Oh yes. Station mpaka ku TV. Wangejua Kenya kuzima. Sikia, hata nikuonesha maisha uko na sasa kwa nyumba na bwana yako. Kukitambo kama bwana anaongea, baba wangu unisamee. Hapa basi toko Holanda ushako na wale mtu uko na hii namba ya simu. Umekuwa makali sana kwa Mungu. Kama unataka tuachane. Sema yote unataka. Mama, nasema kweli kutoka kwa Mungu. Leo kisha ibada ukatoka tu nje, umpikie ule mtu. Amen. Mnitanaka naye je? Wakati ataona namba, wakati anaona namba yako, anasema siwewe ndio unajua. Sweetheart. Akataka kusema huyu madam, stop. Mungu amenionyesha eti yeye kufanya nao. Waachane. Mungu hapana kusema Kongomani kama apostol. Sema sisi tumesoma hapa. Sisi tumesoma First Thessalonians. Yes. Chapter 2 verse 8. Sema Mungu ameongea nami. Wangitutosha hasarani. Unisamee na kusamee, uniache na mume wangu. Amen. Dada, kama hutafanya, soma Isaiah 50 verse 10. Kama hutaongea hivi, maidia kanisa itakuja kusema, tarehe 7 ya mwezi wa Juni apostol aliongeaka. Isaiah 50 verse 10. Ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana? Aitiaye sauti ya mtumishi wake? Simama tu baba. Nani miongoni wenu amechia Bwana, asikia sauti ya nini? Ya mtumishi wake. Mama, achana na hii vitu. Achana naye. Yes. Achana naye. Na thank you Holy Spirit. Roho Mtakatifu yuko ananionyesha tena kuna mke mwingine hapo wa ndoa haheshimu bwana yake. Haheshimu bwana hata kidogo. Anasumbua bwana. Bwana yako ni mtu wa pole sana. Haongea yake mingi. Wewe ndio unala. Unaongea lion, simba. Mungu anasema tubu hii. Unajua kama hutatubu haiko kitu kizuri. Mimi nimeshona rafiki wetu kwa taifa ingine, alikuwa mtume sasa. Mke anamsumbua sana, wivu kumsumbua, kumtusi. Tunaombea, tunashukuru. Mke akapata kansa ya matiti. Tukaomba
Tukaomba. Mungu anasema hata maombi yenu sitasikia. Nishamupa angalisho sana ya kusumbua mume wako asikie. Nataka kumpumuzisha, njoo nimpe mtumishi wako mke mwenye atakuletea amani, happiness. Sasa tungeendelea kwamba tena. Angalia Kenya inafanikia siku ya mazishi. Tunataka kwenda mazishi. Rafiki wetu analia. Mungu anajua kufariji watu, maidada. Mungu. Mtu wa ndoa yako akakusumbua, Mungu anajua kufariji. Mimi niliketi karibu na mtumishi wa Mungu hapa, mimi hapa analia. Hata mke alikuwa anamsumbua sana, nasikia huruma. Haleluya. Amen. Akaanza kulia. Na sauti ya wahubiri yenyewe tunahubiri na unalia. Sabaji. Nikaona kitu kirembo kingine kikakuja na handkerchief. Nikaonesha mambo niliona. Akakuja nani? Mtumishi wa Mungu umelia sana. Umelia sana. Sikia mtumishi. Jina lako nini? Akasema, my name is Anne. Are you ready? Hata wakati tunapanda magari kwenda mazishi, my friend amekosuri kabadilika. Ndio kusema akasema hadi tutupe ule nishapata wangu. Amen. Ndio ikafanikia mpaka leo rafiki yetu kuna amani. Mama acha kusumbua bwana. Kuna mama mwingine hapa Apostle. Alishika tabia ya mama yake. Anaipeleka kundoo. Because mama yake alikuwa anakemea baba. Siku ya kabla dada aende kundoo, mama akasema, "So unaona vile naishi na baba yako. Ukaenda huko, hapana kufunga kinyi. Wewe ni mama yako, wewe ni wewe. Acha hii tabia." Mbona ameongea tena? Amen. Sisi tumekuja na ujumbe. Nina not nabii. Mimi na Apostle. Mungu amesoma moyoni. Kabla hatujakuja, Mungu anawajua yote. Amen. Haleluya. Amen. Kitu ya pili enye napoteza utukufu, divisions. Division tutasema nini kwa Kiswahili? Kutenganisha. Utawanyika. Unaona hii kanisa? Acha kutawanyika. Amen. Amen. Mwache kufanya ka group. Wengine hao wanakuja pamoja, ibada kaisha, wanaketi pamoja. Hii ni division. Hallelujah. Amen. Soma John 17:22. Niko nenda mbio tumalize. Because very soon narudi this afternoon Nairobi. Nimekuja hapa toka Wednesday. Kufundisha kwa shule. Si nimefanya masiku 4. Bila kuona blessed Queen Deborah my wife. She's a powerful being. Amen. Amen. Acha nikuoneshe hii. Kenya mko warembo sana. Hallelujah. Amen. Bwana umepata hasira natoka. Sio. Utashangaa. Sio. Acha urembo ikuambukize. Amen. Hallelujah. Amen. Mkenya haiko Kongolizi. Mkenya mrembo sana. Hallelujah. Amen. Soma pale tumalize.
nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Utukufu inakuja wakati mko umoja. Umoja inaanza wapi? Kunyumba. Kunyumba yako. Unaona? Wewe na mume wako, hata mume kama hakusoma mingi. Amen. Hata kama mume hayapata pesa mingi, umheshimu. Amen. Saa zingine wewe ndio ulisoma zaidi. Saa zingine wewe ndio unafanya biashara. Mume kakazi haiko sawa sawa. Umheshimu. Hallelujah. Amen. Thank you, Holy Spirit. Listen, tutakuja wakati nilikuwa kwa ofisi ya mchungaji jana, kabla hatuingia kumkutano hapo. Mungu akasema nami, uonesha mtumishi wangu Apostle Titus. Tutafanya conference ya marriage, ya ndoa. Amen. Hapa kwa kanisa hili. Wenye watapate that conference, wenye kukundoa. Ya pili, wenye walivunja ndoa. Ya tatu, wenye wiko wa single. Ya nne, wenye wanataka kuolewa. Ya tano, wachumba. Haleluya. Amen. Unaona vile tunahubiri hapa. Kama huko na amani kundoa, mafundisho yetu tunafundisha hapa haitaingia. Sitaona mama anakuja hata wanahubiri pia anafika. Mchungaji anasema sema amen. Haleluya. Amen. Utukufu, umoja inaanza jamii. Wakati kuna umoja na mume wako na wazazi na mke, utaileta hapa. Utakuwa umoja na nani? Na mchungaji. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Sikia Roho Mtakatifu anasema na soma Ecclesia 10 verse 20. Toka leo, acha kufikiri maovu kwa ajili ya mchungaji wako au kunena maovu na mtu mwingine. Hii inavunja umoja wa rohoni. Soma. Usimlaani mfalme. Mfalme ni nini? Mtumishi wa Mungu. La, hata katika wazo lako. Hata katika wazo lako. Wala usiwalaani wakwasi chumbani mwako. Kwa kuwa ndege wa angani ataichukua sauti, na mwenye mabawa ataitoa habari. Unaona? Usilahani mtumishi hata kuwazo lako. Usimulahani uchumba yako. Chumba wanalalaka watu wangapi? Wawili. Mume na mke. Wakati uko kwa chumba yako na mume wako na mke wako, msisubutu kuongea maovu juu ya mtumishi wa Mungu. Amen. Biblia inasema ndege angani atabeba sauti. Wakati mtumishi amelala kwake, unaona ndege angani ni nini? Holy Spirit. Tunajua ndege alikuwa kubeka ya Yesu. Oh yes. Ubatizo. Haleluya. Holy Spirit. Yeye analala kwake, malaika yuko pale, anaona ndoto. Ndege amombebea sura yenu na maneno yote mnaongea. Anamfunika. Oh yes. Je, utakuwa na courage ya kukuja hapo so? Uta tu. Ye peke atakuja kukuombea. Wakati anakuombea ni makaa ya moto. Anakuwekelea. That's why watu mingi hawabarikiwi. Amen. Usilahani mtumishi atakuwazo. Amen. Hebrew 13:17. Watumishi wa Mungu wanakesha juu yenu. Anakesha juu ya nafsi yenu. Mtu mwenye anakesha juu ya nafsi yako iko na neno ya kusema juu ya maisha yako. Oh yes. Sema hivi. Mtu anakesha juu ya nafsi yako. Mtu anakesha juu ya nafsi yangu. Iko na neno ya kusema juu ya maisha yako. Iko na neno ya kusema juu ya maisha yangu. Ukashika hii ungebarikiwa. Amen. Vile mchungaji anakesha juu ya nafsi. Nafsi ni mtu wa ndani. Mtu anakesha, haikeshi juu ya mwili. Anakesha juu ya nafsi. Iko na neno ya kuongea juu ya maisha yako. Amen. Soma sikia.
watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuungua. Maana isingewafanya enyi. Wakati mtumishi ameona ndoto, wewe unawaza mabaya, unaongea mabaya, atakuwa na frustration. Wakati anaugua moyoni, hakuna baraka. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Sikia. Yeye ataanza kujua eti dada fulani, ndugu fulani alinisumbua moyoni, wakati iko na affliction because of you. Mungu atakurudisha affliction. Soma 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa wateso wale wawatesao enyi. Wenye wanatesa watumishi wa Mungu, Mungu anawapa mateso. Wewe haikutesa mtumishi wa Mungu, haikumuchapa. Ongea. Listen my friends, I'm counseling you from God. Kama ni mume wako, kama ni mke wako, kama ni watu wanaishi na nyumba yako, wakati unaona wanaongea maovu juu ya mtumishi wa Mungu, umkemee. Yes. Mungu alinifunua kwa kitabu ya Acts chapter 5 verse 1 to 2. Unaona, angalia kama listen, men and the women in this church. If it is your husband or your wife, njo anaongea maovu, umkemee. Oh yes. Oh yes. Acts chapter 5 verse 1 to 2. Biblia inasema wakati waliuza shamba. Haleluya. Amen. Ananias njo alishika muamuzi ya kukata pesa. Unasikia? Biblia inasema hata mke wake alikubali. Oh yes. That's why walifariki. Oh yes. Kama mke, soma. Acts 5 verse 1 to 2. Lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali. Sikia. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Sikia. Mkewe naye akijua haya, apigia Yesu makofi. Mkewe naye, simama tu pale. Mkewe naye akazuia, akajua haya. Kama mke alisema my husband, enye umetenda haiko haki mbele za Mungu. Hawangifariki. Amen. Nataka kuongea nani? Kama uko na mke na mume na rafiki anaongea maovu ndio ya matumishi wa Mungu. Oh yes. Umekemea. Oh yes. Wewe sema aliongea tu, mimi sikukomea. Umesikia? Acha nikuonesha Amerika. Kwa Amerika kulikuwa mama mwingine, she was a single lady. She was what? Single lady. Lakini mama mwingine she was married. All single lady alikuwa anatamani mchungaji. Alikuwa ni? Bwana mongea, msake gogo. Mchungaji anakaa very handsome. Unajua kwa sababu kaniko handsome. Wanabeba mwenye aliumba wa handsome maboy ya dunia. Si Yesu? Yes. Haleluya. Amen. Sasa ule mama wa ndoa alikuwa anatamani nani? Mchungaji. Yule single lady. Sasa wakati anaona after ibada mchungaji anaongea na mama wa nani? Wa ndoa. Akasikia wivu. Yakafikiri mawazo yake mabaya ya kutamani mchungaji. Alifikiri yule dada single. Haleluya. Amen. Na yeye dada yule mama wa ndoa na yeye kuna mawazo ya kutamani. Kumbe mama wa ndoa hatamani. Nani alikuwa anatamani mchungaji? Single. Sasa siku moja akaenda kwa yule
mama wa ndoa. Unajua mchungaji, kumbi wivu. Si mnakumbuka Potiphar wife? Alitamani nani? Joseph. Akaongea maovu ya mchungaji. Sasa kesho kutu wakakuja ibada kama leo. Angalia mchungaji kwa hubiri. Ule mama ndo hakusikia tena mafundisho. Kitambo alikuwa anasema, mchungaji anarudi akamwangalia hivi. Anaona tu yenyewe anatusi mchungaji. Akashikia machozi. Pasa forgive me. Akakuja madhabahu. Pasa anasema, what is happening? Anasema jana ulikuwa dada mwingine tuko naye hapa iko single. Alikutusi sana. Aliongea maovu. Wakati kunahubiri hapa naona tu enye aliongea. Sisikie tena. Mchungaji akamwambia mama. Usiku ule tumbo ya ule single ikavimba. Kavimba. Mchungaji yuko na upendo sana. Akapikia mchungaji, mimi niliongea maovu. Mchungaji akaomba. Hata alimwombea. Akafariki. Hapana kusubutu mtu akaongea maovu. Njoo ya mtumishi wa Mungu. Ule mama ndo hakucomment. Lakini uchafu ya rohoni kamwingia. Hakukuwa tena na consideration kwa mchungaji. Haleluya. Amen. Kitu ya tatu enye inaondosha utukufu. Poverty. Sema poverty. Poverty. Umasikini. Ateli. Umasikini. Jesus. Hata nishuhudia kabla nijulize. Mimi nimezaliwa jamaa ya watatu. Tupigie Yesu makofi. Amen. Haleluya. Amen. Baba yangu Kongo walikuwa wanamuita mti wa pesa. The tree of money. Unajua tree? Ya pesa. Alikuwa anatumika na former president Mobutu Sese Seko, ugendo wa zamani. Baba yangu ndio alikuwa anatosha pesa kwa National Bank kulipa watu wa serikali wote. Na nikomea utajiri wakati nilianza huduma ya kiuchumi. Haleluya. Nikapitisha miaka ngapi? 6 poverty. Mungu alitaka niingie poverty, nitoke njoo nisaidia wenye wata au kama poverty. Yes. Haleluya. Amen. Poverty is a spiritual sickness that is manifest by life. Sikia, kama hujue definition of poverty. Poverty is spiritual that is manifest by life. Thank you, Holy Spirit. Watu wenye weko na ukimwi wanaishi, wanaendelea kuishi. Lakini wa masikini wanafariki mbio sana. Makaburini imejaa na wa masikini. Nikaomba. I was praying, my friend, when I was a poor person. Niko naomba, napika kicho ukuta ya chumba cha maombi. Nazunguka ku ground. Wonesha ibasa. Kumbi nika conclude. Poverty and the prayers, the enemies. Amen. Maskini na maombi ni wajuu. Sema kweli. Sitauliza mtu hapa. Nani ashafanya miaka 10 kuokoza? 10 years in salvation. Peka mkono. 5 years. My friend, iko right man. 10 years. Maombi ngapi amefanya? Sikia, mimi niliomba sana. Acha ni kudefinish what is poverty. A poor person never dreams
dream good things. Wakati nilikuwa masikini, huwezi kuota ndoto mzuri. Yesu. Uliuliza kwa nini? Number 1, chumba unalala. Giza na giza. Haina usafi. Hata kitanda unalala inafanya kelele. Usiku hakuna hata stima saa zingine. Utaona tu tule twa vilulu tunawaka usiku. Ndio inaangaza. Chini ya kitanda mabati. Juu ya mabati. Wenyau. Bedi uchafu. Ukuta giza na giza. Utaona mandoto. Mimi kwa naota mandoto kama tuko juu ya lori inaanguka huko. Utaona sasa zingine unataka kusema jina la Yesu aitoke mara moja. Ndio. Ingine unapokuwa wanakufuata wanyoka. Kwa sababu unaona hapa ukaweka kinapa hapa ukalala utaona mandoto mazuri kwa ajili ya usafi. Amen. Masikini watu hawasikiana mashauri yake. Niko nakutana tu leo Mungu anaongea na ataondosha watu mingi hapa masikini. Oh yes. Kama unataka ubaki masikini hawasikiana mashauri yake. Oh yes. Utaona hata kufamili. Mnagada meeting ya family. Wanasema tuko na project ya ndoa, harusi. Ule anasimama anatoa. Mwingine anasimama anatoa. Angalia masikini. Angalia. Yeye anafanya tu niko na idea. Wanashusha mkono hapa tutaki na idea. Tunataka pesa. Masikini hawasikia. Haleluya. Amen. Masikini anapata uchawi sana. Haleluya. Amen. Nataka ukataa masikini. Amen. Mimi nikapata for my first time pesa. Unauliza pesa ngapi? $300. Amen. Amen. $300 ni 30,000 pesa. Nikasafiri nikaelekea Nigeria. Kwa Bishop David Ode. Siku nalifika ndio Bishop yuko na ubiri na kusimu mtoto wako tuko nasikia neno la Mungu. Haleluya. Nikaingia kuibada. For the first time Bishop akasema tunataka kubuy aircraft juu ya missionary work. Wanani watatoa? Sikia niko naongea nawe. Kuna mtu hapa anataka Mungu anataka kumupa kibali mbele ya wataditi wa hii taifa. Amen. Wataku associate. Oh yes. To business. Oh yes. Haitatoka kwa maombi. Oh yes. Haleluya. Amen. Sasa Bishop anasema mimi nimetoa bilioni. Wanani watacontribute to buy ndege juu ya missionary work. Nikasikia sauti toa yote. Nikatoa yote. Jesus is the Lord. Amen. Angalia Bishop hakuona lakini mbingu leo.